Ewe Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo liko juu ya majina yote, tunakushukuru kwa sababu ya rehema zako juu ya kila mmoja wetu. Ulituamsha vyema asubuhi ya leo na umetuwezesha kufika katika kanisa hili ili tuweze kusikia mapenzi yako na mpango wako na maisha yetu, na tunafurahi kwamba Bwana umetuleta, tumepata mafundisho kutoka kwa mtumishi wako. Tunasema jina lako liinuliwe, jina lako libarikiwe. Tunafurahi kwa mahali hapa, maana hapa ndiyo mahali ambapo ulitupatia, ulituongoza tukaweze kuwa chini ya mtumishi wako ili aendelee kutufundisha, aendelee kutuongoza, nasi tuendelee kubarikiwa na tuendelee kuimarika katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya ibada ya leo. Tunapoendelea kukusifu, tunapoendelea kukutukuza, tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi, uendelee kutubariki na uendelee kutuongeza nguvu ili tuzidi kukutumikia na tuzidi kukutamani na kukungoja wewe, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante Mfalme. Tunapoanza pamoja nasi, tunapoendelea kukutukuza na kuimba nyimbo ambazo tutaongozwa na waimbaji, Baba mtakatifu, tubariki na uendelee kuwa pamoja nasi mpaka tutakapofika mwisho wa ibada hii. Tunaomba haya yote tukiamini ya kwamba uko pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wa maisha yetu tumeomba na tumeamini. Amen. Sitaona haya kamwe kulitangaza neno lake Bwana, na sitaona haya kamwe kumkiri Yesu kama Mwokozi. Sitaona haya kamwe kulitangaza neno lake Bwana, na sitaona haya kamwe kumkiri Yesu kama Mwokozi. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Jina langu yeye ajua, na mapito yangu anajua. Kwa Baba yake anitetea, ulinzi wake mimi nipate. Jina lake yeye ajua, na mapito yangu anajua. Kwa Baba yake anitetea, ulinzi wake mimi nipate. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Namkimbilia Bwana, nisiaibike milele. Namkimbilia
atanipa mema yote na raha tele hata milele. Jina langu atakiri kwa Baba yake kule juu mbinguni. Atanipa mema yote na raha tele hata milele. Namkimbilia Bwana, nisiaibike 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 milele. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, I'm praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side, angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, yeah, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, I'm praising my Savior
this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Habari njema, habari njema, Yesu raha yangu, Yesu ndiye, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu kweli, Yesu ndiye Mwokozi wangu. habari njema, habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Amen. Mbele na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Ningependa wakati huu tuanze safari ya ibada yetu kwa ibada hii asubuhi ya leo kutoka hapa Christian Bible Church, Tumaini Television mjini Nakuru, county yetu ya Nakuru. Ningependa kuzungumza kutoka kwa kitabu cha Juda. Jude ina mlango moja tu na ni mstari wa 3. Somo langu linasema pigana vita vizuri vya imani. Maana yake ni kusema kuna kitu tunapigania. Tunapigania imani yetu. Inasema hivi: Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Nitasoma tena. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Sasa naamini unaelewa kile nataka nikuambia siku ya leo. Hapa Juda anaandikia watakatifu na waita wapendwa, beloved. Na akasema kabisa, ninafanya bidii kuandikia juu ya wokovu ule wenu mliopata, common salvation. Ule wokovu wa kila mtu amepata ndani ya Kristo Yesu. Baada anasema hivi, nawatia moyo mpate kuishindania ile imani mulipatiwa mara moja. Na ndio sababu mara nyingine nasema katika hii barabara, ndugu na dada, haupiti mara mbili. Na usijidanganye. Nasema hii barabara ya kwenda uzimani, ya kwenda mbinguni, ya kwenda paradiso, ya kwenda mahali pale unaenda exit, haupiti mara mbili. Na ndio sababu nyingine nasema kwamba imehesabiwa mtu kufa mara moja, baada ya kifo ni hukumu.
Hii hakuna majadiliano, hakuna mabishano. Kila mmoja wetu tumehesabiwa, kila mmoja wetu katika maisha haya kuna mahali utamalizikia. Na maombi yangu ni kwamba ushikilie imani yako. Maana hiyo ndiyo imani peke yake itakupeleka umilele, itakupeleka kwa Baba, itakupeleka mbinguni. Sasa Juda anasema kuongeza na wokovu tunio nayo, common salvation. Kuna kitu umeshika kinaitwa imani kwa Mungu. Ulipokubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukatoka kwa giza ukaja kwa nuru. Ukatoka kwa nguvu za shetani ukaja kwa nguvu za Mungu. Ukatoka kwa ufalme wa shetani ukaja kwa ufalme wa Yesu. Kuna kitu ulipata kinaitwa imani kwa Mungu. Mungu aliye hai, Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu aliyekuumba wewe na mimi kwa mfano wake na kwa sura yake. Huyo Mungu aliumba kila kitu kile tunafurahia katika hii dunia. Angependa tuwe na imani kwake. Na ndio sababu Juda anasema sasa ile imani umepatiwa, na ulipatiwa mara moja na sio mara mbili. Anasema ishindanie, contend. Uishindanie kabisa. Mtu asija akakunyang'anya. Shetani asija akakunyang'anya. Hali na mazingira yasija akakunyang'anya ile faith which was once given to you. You don't get it twice. As they say in the natural, you don't die twice. Na hii imani ulipopata siku moja, lazima uishikilie, lazima uilinde, na ikiwezekana ipiganie. Yani usiweke chini hata kuja kuzimu. Maana yake ni kusema usiweke chini hata kuja na matatizo, kuja na shida kama za Shadrach, Meshach na Abednego. Walikataa kuacha imani yao kwa Mungu. Wakina Danieli walishikilia imani zao, ile imani kwa Mungu mpaka mwisho. Na kile Mungu anaangalia katika maisha ya kila mmoja wetu sio yale mambo yote tunahesabu. Kila anahesabu ni imani yetu kwake. Nasema ni imani yako kwake. Uwe maskini, uwe tajiri, uwe nani, kabila gani, taifa gani. Kile Mungu anaangalia wandugu na wadada na kukumbusha, it is your faith in him. Na ndio sababu ukisoma vizuri tena wa Timotheo wa kwanza 6:12 inasema tupigane vita vizuri vya imani. Fight the good fight of faith. In other words, you have a faith to fight for. I have a faith to fight for. Na hakuna mwingine atanipigania, ni mimi nitapigania hiyo imani. Kama ninajua ni imani mzuri, sisemi zile imani za upotovu, sisile zile imani za ajabu ajabu, sisemi zile imani hata wewe ukiangalia unasema hii sio imani. Nazungumza your faith in the living God. Nazungumza your faith in the cross of Jesus Christ. Nazungumza your faith in the Son of the living God. Hiyo ulipatiwa mara moja ulipokubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usiipoteze. Maana kile shetani ataandama sio shati yako. Kile shetani ataandama sio shamba yako. Kile shetani ataandama sio watoto wako. Kile shetani ataandama sio biashara yako, ni imani yako. Kile aliandama kwa Ayubu sio watoto wake, sio mashamba yake, sio ng'ombe zake. He was looking after his faith in God. Alikuwa anataka afike mahali Ayubu akatae imani yake kwa Mungu, aipoteze na surrender to the devil. And I want to say, Job never surrendered and you don't surrender. God has a plan for us, my friend. Hauna fimbo ingine ya ushindi, hauna fimbo ingine ya baraka. Your faith is your victory. Yohana anasema yule amezaliwa mara ya pili anaushinda ulimwengu, na ushindi wetu ndio huu, ni imani yetu. Kwa hivyo ukipoteza imani, ndugu na dada, umepoteza jambo la muhimu. Ukipoteza imani
ni zaidi ya mke wako na watoto, ni zaidi ya biashara yako, na ni zaidi ya leo yako na kesho yako. What will make you see God is your faith in Jesus. Na ndio sababu Paulo anazungumza, anasema tupigane vita vizuri vya imani, na baadaye anasema shikilia uzima milele. Lay hold of eternal life. Haya ndio mambo mawili in life. You miss them, you miss everything. Haya ndio mambo mawili katika maisha. Ukiyakosa, ukiyapoteza, usipokuwa nayo, hata upatie dunia mzima, hata uitwe majina ya kushoto na kulia, you have lost the mark of life. The mark of life is to have faith in God and then hold on to eternal life in Jesus Christ. Na ndio sababu nataka nikukumbushe, kilicho muhimu sasa ni imani yako. Hiyo ndio uliyopata ndani ya Yesu, na siku utatoka dunia hii, hautatoka na mali, hautatoka na shamba, hautatoka na nguo, utatoka na ile imani uliyopata ndani ya Kristo Yesu. Na hiyo imani itakupatia uzima milele, maana umeshikilia eternal life. I am encouraging you today, pigania ile imani ulipatiwa mara moja. Hautaipata mara mbili ndugu na dada, hautaipata mara mbili. Nilipata hiyo imani 1971 na nikashikilia eternal life. Na kile shetani anataka kujaribu sio wewe. Kile shetani anataka ibe sio hali yako. Anataka kunyang'anya imani yako kwa Mungu. Na anajua kisa kuonyang'anya imani yako kwa Mungu, na bado aanze kuwa na mashaka, amekupata mali anataka. Na usikilize tena, shamba la Edeni lilikuwa shamba la baraka. Miti mizuri, matunda mazuri, ilikuwa inaitwa shamba la Eden, the best and beautiful garden. Na kile Mungu alikuwa amepatia Adamu na Hawa was the best. Hakuna kitu zaidi angewapatia kama mili ya utukufu, mili ya afya, hakuna magonjwa, hakuna malaana, hakuna mvua inawapiga, hakuna kiangaza. He gave them the best environment ever. And all the time, kila jioni alikuwa anawatembelea kwao na ushirika. Na shetani akaona wivu na akasema nitawatoa katika shamba la Edeni, na wewe usitolewe katika shamba la baraka, na wewe usitolewe katika njia za Bwana. Hallelujah. So the devil came in a simple way, akatoa neno. Akauliza, je, Mungu amesema? Kwa hivyo unaona kilichokuwa muhimu katika shamba la Eden ni ile neno Mungu aliwapatia Adamu na Hawa. Na the moment Adamu na Hawa walitilia shaka hilo neno, walitoka katika shamba ya utele, shamba la baraka, shamba la afya na miaka ya baraka na ushindi. Kile walikuwa wameshikilia wakawachilia. Na wewe nakuambia leo, hapana waachilia imani ile ya msalaba, hapana waachilia uzima milele. Hold on mpaka dakika ya mwisho. Hold on mpaka your last breath. Nasema mpaka dakika yako ya mwisho. Hii dunia na pumzi, ama Yesu arudi aone umeshikilia uzima milele, tena imani yako iko ndani, haiko nje. Kwa hivyo Paulo anamwambia Timotheo, pigana vita vizuri vya imani, shikilia uzima milele. Sasa swali ni hii, wewe umeshikilia nini? Wewe ndugu na dada unanisikiliza hapa na uko nje, kweli kabisa umeshikilia nini? Kama hujashikilia imani ya msalaba, nataka nikuseme umepoteza. Na kama hujapoteza, unaenda kupoteza, kwa sababu hauna kile cha milele. Maandiko yanasema kile kinaonekana ni cha muda, kila kionekani ni cha milele. Na sisi tunamwangalia yule wa milele, yule anaweza kutusimamisha, atupiganie katika maisha haya na maisha itakayokuja. Maandiko yanasema Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao, akashikilia uzima milele. Na maandiko yanasema akaona yule asionekana. Maana yule anaonekana ni wa muda, yule aliyesionekana ni wa milele. Na ndio sababu tunaambiwa hapa imani yetu ni kwa yule aliye wa milele. Na maandiko yanasema Musa hakuogopa ghadhabu ya mfalme, akatoroka Misri bila kuangalia nyuma, akimtazama yule asionekana, akimtazama yule ana uzima milele, akimtazama yule anaweza kumsaidia na muweke mahali pa juu. Na bandugu na badala, sikiliza,
kuongeza na mambo yote duniani, usipoteze your faith in God. Poteza kila kitu, lakini hapana poteza imani yako kwa Mungu. Na ndio sababu Ayubu alijaribiwa mpaka mwisho shetani akasema nimetosheka. His faith in you, oh God, ni ya kweli. Hakupendi kwa sababu ya mke, hakupendi kwa sababu ya watoto, hakupendi kwa sababu ya mali, hakupendi kwa sababu umempa vitu vyote, anakupenda kwa sababu wewe ni Mungu. Na ningependa kusema hatumpendi Mungu kwa sababu ametupa ABCD, tunampenda maana yeye ni muumba wetu. Na zaidi ya yote alimtuma Yesu atuokoe toka kwa giza na malaana na ile mauti ya milele. Kuongeza na mambo yote, my faith in Christ should be very strong. Ndio sababu lazima tufike tujue ni siku za mwisho. Na kile shetani anatafuta ni imani yako. Anataka kuchanganyisha kabisa uingie kwa imani mbaya. Na ningependa niseme imani ya kweli ni imani ya msalaba. Imani ya kweli ni Yesu alikufia msalabani, akachukua masikitiko yako, akachukua malana zako, kwa kupigwa kwako umeponywa. Akachukua dhambi zako, akaonja mauti kwa ajili yako, akaingia kuzimu, akanyang'anya shetani kifunguo cha kuzimu na za mauti, na siku ya tatu akafufuka. Na imani ya kweli ni kama ameenda kutuandalia makao na siku moja atarudi ili mahali pale yuko tupate kuweko. Ametupatia uzima milele. Haleluya. Kwa hivyo kilicho muhimu sasa ni wewe na mimi tushike sana kile tulicho nacho, mtu asija katunyang'anya. Na hicho ni hiyo na kuambia leo, contend for the faith which was once given to us. You will never get it twice. Usidanganywe. Ndio sababu ukisoma maandiko kama hayo tumeitwa kwa vita. Nasema ukisoma maandiko ya Juda, usome kitabu cha Timotheo, we have been simply called for a fight. And we are in for a fight. I say we are in for a fight. I say we are in for a fight. Fighting for who? Fighting our faith in Christ. Tunaenda kupigania imani yetu. Can we say amen? Imani ya msalaba. Imani kwamba Yesu ni Bwana. Imani ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kimepotea. We are here for a big fight. Na tunapigania imani. Naposimama hapa miaka zaidi ya 50 nikiokoka na kuhubiri, I can assure you one thing which I know is the best is my faith in God. Things come, things go. People come, people go. But faith of God is ever there. Faith in God is eternal. Mwambie imani kwa Mungu ni ya milele. Na hapa tumeambiwa hii vita ni vya nini? Inaitwa the fight of faith. Inaitwa battle for faith. Inaitwa vita vya imani. Sio vita vya kienyeji. Sio vita vya kikabila. Sio vita vya madhehebu. Ni vita vya imani. Sio vita vya kupigana na watu. Hiyo vita ingine waachana nayo. Wewe pigania imani yako. Na ndio sasa tunaambiwa hapa tupiganie imani tuliyopatiwa mara moja. Je, swali ni hii, una hiyo imani? Na kama unayo, ilinde. Na kama hujaipata, unaweza kuipata kwa msalaba wa Calvary. Unaweza kuja kwa Yesu, umwambie Yesu, nataka hiyo imani yako iingie ndani yangu. Nataka uzima milele. Umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hapa Paulo anaambia Timotheo, sio vita vibaya, ni vita vizuri. It is not a bad fight, it is a good fight. Kwa hivyo wakati imani yake inajaribiwa, shukuru Mungu. Wakati imani yake inajaribiwa, ndugu na dada, hapana nungunika, hapana lalamika, hapana sema wokovu imekuwa ngumu, hapana. Shetani anajua kijaribu imani yako ina uwezo na ina udhamana. It is a good fight of faith. So when you are being tested and tried, it is not you, it is your faith. I'm saying something here. You are nothing to the devil, but you are something strong when you have Jesus Christ. The devil doesn't fear me or you. Huyo ni mtu alikuwa na Mungu uko juu. Anamuona Mungu na anamjua Mungu. Wewe na mimi kile tunahitaji ni yule pia alitoka juu. Anaitwa Yesu.
atusaidie, atutetee, atupiganie na atufikishe huko. Kwa hivyo hii ni vita vizuri, sema ni vita vizuri. And I want to assure you, we are not fighting the devil. We are fighting for our faith. Hatupigani na shetani. As wa Kristo, tunajua Yesu alishinda shetani msalabani. Tunajua vizuri sana. Tunajua ni kama simba anainguruma lakini ana nguvu. Tunaambiwa mpinge kwa imani. Kwa hivyo kama una imani, huwezi kupinga shetani, huwezi kupinga kuzimu, huwezi kupinga matatizo. So vita vyetu personally is the fight of our faith. Kwa hivyo usiconcentrate na the devil so much whom you don't see. Alafu nawacha ile imani ya msalaba, imani ya Calvary, imani kwa Bwana Yesu, imani ya Mungu wa mbinguni unaiwacha, unaanza kupambana na kitu uoni. Unapambana na mtu Yesu alikushindia msalabani. Na Yesu akasema imekwisha. Yesu akalipa deni ya dhambi. Yesu akalipa deni ya malaana zote na kila kitu. Na ukimpokea Yesu unakuwa mtoto wa Jehova. So we are not fighting the devil. We are fighting for our faith. Why? 1 Peter chapter 1 verse 7 inasemaje? The trial of our faith. Sema kujaribiwa kwa imani yetu. Sema na sauti. Kwa hivyo kile kinajaribiwa sio wewe, ni imani yako. I usually say kabla sijaokoka sikujaribiwa, maana ilikuwa ni maisha yako ya shetani, ya giza, vile ulikuwa unataka kuishi. Lakini ulipokubali Yesu mara moja, shetani sasa alianza kujaribu ile imani yako kwa Bwana Yesu. Petro anasema the trial of our faith, being much more than gold that perisheth. Hata wakati najaribiwa kupitia kwa moto, angalia mwisho wa jaribio la hiyo imani yako. Maandiko yanasema inakuletea heshima na utukufu na sifa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tukubaliane kile kinajaribiwa is your faith. Nasema sio wewe, is your faith. Nasema sio wewe. You cannot match the enemy. But your faith in God can match the enemy. Can we say amen? For without faith it is impossible to please God. So here the devil is looking after your faith. Iyo imani kwako kwa Yesu, imani kwa Biblia, imani kwa mafundisho mazuri. Akikungoa hivi anajua amekuweza. Akungoe mahali pale unaabudu Bwana katika Roho Mtakatifu na kweli, akupeleke mahali pale unainamia kila mtu na kila hali amekupata. Na ndio sababu ni vizuri kuelewa ni kujaribiwa kwa imani yako. Kwa hivyo wakati imani yako inajaribiwa, hata usitize maombi. Vumilia. Ambia Bwana nitengeneze tanuru ya moto, nitatokea safi kuliko dhahabu inayopotea. Bwana asifiwe sana. Hii ni Wakristo wale wameokoka kweli, wanajua msalaba kweli. Si wale kitu kidogo omba. Si wale kitu kidogo sukuma maombi. Si wale kitu kidogo sema neno. When my faith is being tried, it's for my own good. One day I will come out pure more than gold. Hallelujah. Na nitawaka na nitanyoata kabisa. Utashine like the stars of heaven. Lakini wewe utaki imani yako ijaribiwe. Kidogo tu unaruka juu. Kidogo tu. The trial of your faith. Ina udhamana. Sema ina udhamana. So when your faith is being tried, just keep on walking. Can we say amen? Ni kama wakati unatembea mtu akutukane, hiyo maneno yake haikushiki. Wewe endelea mbele. Wacha endelea kusema na wewe endelea mbele. Maana wewe unajijua wewe ni nani. Unatembea unaitwa wewe ni bure, funga masikio songa mbele. Hakuna mahali unaenda, funga masikio enda mbele. Na useme najua yule nimemwamini na najua kwamba naweza mambo yote. Aliyeanza kazi mzuri ataikamilisha. Unaendelea kusema more than a conqueror through him who loved me. Wanakuambia you are nothing. Unasema I can do all things through Christ who strengthens me. Alianzisha imani yako ni Yesu, ataikamaliza ni Yesu, kwa hivyo mtazame Yesu. Jesus is our faith, not people.
What makes you is the word of God, not the words of your criticizers. People can say anything. The devil can use anybody, anything to harass you, to frustrate you, but maintain your faith in Christ Jesus. Unajua baada ya imani yangu kujaribiwa nitatokea juu. Unajua imani yangu ikishajaribiwa sitakuwa vile nilianza. Mambo yangu inaenda kubadilika kwa ubora. And I want to encourage you today, your faith is your victory. Na kile shetani anajaribu ni imani yako. And don't give it to him. Sema sitampatia imani yangu. Yakobo 1:3 nasema, knowing this, the trial of your faith worketh patience. Jua hii, kuongeza na mambo yote tunafanya, jua hii, kujaribiwa kwa imani yako. Kuna wakati Mungu anakuruhusu unapita msimu mzito. Unapita majaribio mpaka unauliza kweli Mungu yuko? Ndio yuko. Una imani. Nasema una imani. You don't pray for faith, your faith. I say you don't pray for faith, your faith. What is being tried is your faith. So maintain the confession of your faith. You are a child of God. Hata mambo unapitia ni ya kawaida. Haya mambo unapitia wewe sio wa kwanza. You are going somewhere and you are not alone. Jesus is with you and is about to bring you to the top. Angalia wanafunzi wote wa Yesu walijaribiwa. Imani yao ilijaribiwa. Hata Yesu akamwambia Simon, wakati utaongoka, saidia ndugu zako. Maana shetani anatafuta shage a sieve to your faith. Usimpatie nafasi. Na ndio sababu ni vizuri. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake Gethsemane, muombe msiingie kwa majaribio. Yesu mwenyewe alikuwa anaelewa kile shetani anataka ni aondoe neno katika maisha yako, amekupata. Aondoe imani yako kutoka kwa Mungu, amekupata. Utakuwa vulnerable, you will be feeble and very weak. But once you have the faith of the cross and the word of God is full in your heart, the devil knows you are not somebody who can be easily shaken. Anajua huyu hata mutingize ni bure, atacheka. Ndio sababu ukiangalia Yesu, akijua ile furaha ilikuwa imewekwa mbele yake, maandiko yanasema alidharau aibu ya msalaba. He despised shame. Yani akajua baada ya hii nitakuwa mfalme wa wafalme. Baada ya hii nitakuwa bwana wa mabwana. Baada ya hii nitakuwa kuhani mkubwa. Baada ya hii nitakaa mkono wa kulia wa Baba katika ulimwengu wa kiroho. Baada ya nini? Ya majaribio. Baada ya nini? Ya dhiki. Baada ya nini? Ya msalaba. Baada ya nini? Ya mateso. Kila jaribio lina cheo yake. Kila jaribio lina baraka yake. Nasema kila mtihani una promotion yake. So your faith when it's being tested, don't run around and call homes. Pana piga masimu kila mahali. Kwa kila jambo kuomba na kusali. Rudi kwa maandiko, soma kwa nini jaribio limekuja wakati kama huu. Ni kwa sababu nimeokoka. Na unamwambia Bwana Yesu, nasema ni asante, imani yangu nitaipigania mpaka mwisho. Na Mungu anachungulia neno lake ndani yako kukusaidia. Kwa hivyo hatujawachwa bure vile nilisema asubuhi. Jesus has given us the Holy Spirit to be our helper. We are not alone. We have a helper, a strengthener, a comforter. We have somebody from within who guides us into all truth. Hata katikati ya moto atatusaidia. Na ndio sababu Daudi alisema, hata nikitembea katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kitu. Faraja ni hii, I am not alone. I am always with you. When God is on your side, who can be against you? Bwana Yesu asifiwe. Jesus promised, I will never leave you nor forsake you. And he gave this guarantee, lo, I am with you all the way. Hakuna wakati Mungu anakuacha, except wewe unamwacha. Hakuna wakati nasikia Mungu so really to me, kama wakati wa majaribio, kama wakati wa dhiki, kama wakati wa mateso kabisa. Sauti yake inakuwa loud and clear. Na baadaye naanza kuelewa Mungu vizuri, sio kwa baraka, na muelewa katikati ya mambo ninapitia. Then I understand this is the voice of my master. Ndio sababu ni vizuri kuelewa. Hakuna kitu napitia Yesu akupitia. Hakuna kitu napitia wanafunzi wa Yesu wakapitia. Hakuna kitu napitia mashujaa wa imani hawakupitia.
lakini angalia mwisho wao. Maandiko yanasema Hebrews 6:12, through patience and faith they inherited the promises. So here tunaambiwa, knowing this, the trial of your faith worketh patience. Mungu anajua wewe sio mvumilivu, anakuweka ndani ya moto ili upate kuwa chuma moto, ili upate kuwa ngumu. Yaani uwe ngumu, Mungu anakuweka ndani ya moto ili upate patience. Kama ni Mkristo unakazirika hovyo, Mungu anajua vile ile hasira ataitoa. Kama ni Mkristo yule very weak, kitu kidogo unalia, Mungu anajua nitajua vile nitatoa hii machozi. Anakuweka ndani ya moto. Baadaye unazoea na unatoka nje unasema taabu tumezoea sasa. Unatembea ni kana kwamba ulikuwa una shida zamani. Mungu amekupitishia process. Kama Ayubu anasema, I know my Redeemer liveth. Hata unafika unasema hata akiniua najua siku moja atanifufua na hii mwili nitamuona huyo. Yaani unafika mahali you are so convinced that nothing will go wrong to a believer. You know very well your faith is being worked out, ikuletee heshima na utukufu na Mungu abarikiwe. So the trial of your faith inatengeneza kitu kinaitwa patience. Na ningependa kusema hakuna kipawa kizuri kama patience. Na hiyo ndio imetusaidia mpaka hapa. One thing, I'm very patient, my friend. Kweli kabisa. Kama sio hiyo, ungewaachia barabarani. Lakini ile kuvumilia inakuwa ni a part of you. Imani yako inachoma mpaka inakuwa sugu. Sema inajua inakuwa sugu. Sema sugu tu. Sugu ni yule mtu ameingia gerezani mpaka hata ukimwambia nataka kwenda gerezani anasema mfungue haraka niingie. Yaani amezoea sio shida. Na wewe kuwa sugu ya imani ya Kristo. Na wewe kuwa sugu imani ya msalaba. Hallelujah. Hata wakutukane, hata wakutese, hata wakuite majina, unasema endelea kuniita. Kwa sababu unajua baada ya hii utatokea dhahabu safi. Mambo mengine don't argue with the people. Mambo mengine hapana fanya debate. Mambo mengine usiende mbali. Wewe simama sema Yesu nakupenda. Kwa haya yote ninakupenda. Majaribio yako lakini nakupenda. Imani yangu nimeishikilia na uzima milele. Twende mbele. Learn to speak to yourself and learn to speak to your Savior. Naamini mnanishika. Kwa hivyo pigania hiyo imani ile mpatiwa mara moja. Kwa hivyo tuna adui wa imani yetu. Adui wa imani yetu anatafuta kila njia akujaribu ili akutoe kwa imani ya kweli. Kama hataweza kukuangusha, atakuletea imani nyingine ya ajabu ajabu. Ili usalami watu mkono. Unapiga makofi tu. Imani hizo. Na anajua utachoka na hiyo. Anajua wewe ni kifungo ya hiyo. We are not slaves of sin. We are not slaves of Satan. We are slaves of righteousness. I say we are slaves of righteousness. We are not slaves of a funny doctrine. We are slaves of Christ. Sema amina. Shetani alipomjaribu Yesu, kitu gani alimuuliza? Kama wewe ni mwana wa Mungu. Ni kusema shetani alikuwa ajui, alijua. Lakini alikuwa anataka Yesu ajitilie nini? Shaka. Kwa hivyo shetani anapokuja, anataka aondoe neno. Anataka ujitilie shaka. Anatakuuliza umeokoka kweli? Alafu nasema ngoja kidogo nione kama nimeokoka. Umeshindwa. Na atajaribu kupinpoint some areas in your life kudisqualify. Mwambie shetani sikiliza. Calvary qualified me. The blood of Jesus qualified me. Sema the blood of Jesus qualified me. Calvary qualified me. The devil does qualify us. Jesus qualified us. Hapa ndipo mahali watu wanashindwa. Shetani alipomwambia Yesu kama ni mwana wa Mungu fanya ABCD, maana yake ni kusema ni tii, usikubali kutii sauti ya shetani. Yesu tu alimwambia imeandikwa, mwanadamu hataishi na mkate peke yake. Wewe jua maandiko vizuri, jua msimamo wako na Yesu, jua una Roho Mtakatifu msaidizi wako, mambo ikizidi ambia Roho Mtakatifu akusaidie. Yeye ni muombezi from within,
Yeye ndiye anaweza kuinua the standard when the enemy comes in like a flood. Kwa hivyo Yesu akamwambia shetani, hiyo sio shida yangu. Mimi najijua. Na mambo ya kuniambia nibadilishe mawe iwe chakula, sio wewe utakula, ni mimi nina njaa. Kwa hivyo inakusumbua nini? Juu kushinda shetani. Kama umeokoka, mbona una shida nyingi? Mwambie mtu, hiyo inakusumbua nini? Shida ni zangu ama ni zako? Usirudi drawing board kuuliza Mungu, wamesema tangu niokoke siendelei, sijapata hiyo. Hata usisumbue Mungu. The best is yet to come. Your faith is your victory. I say your faith will bring you to the top. Your faith will give you the desires of your heart. Wewe tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mambo mengine utafanya nini? Nyongeza utapigania, nyongeza utasukumiwa. Baraka za kweli zitakuja the right time. Contend for your faith. Hold on to eternal life. The rest will come. I say the rest is coming. Nakwambia inakuja. Nakwambia hiyo gari inakuja. Hiyo nyumba unalialia inakuja. Hiyo kusema sijui wokovu tunangoja kwenda mbinguni Jerusalem mpya. Ngoja ile tutafika, lakini hapa Yesu anataka tuwe na uzima, tena uzima tele. Tuwe nuru ya ulimwengu, sio giza. Watu waone Yesu aokoi mtu na waacha uko nje na amezambaratika. When Jesus saves you, anakuongezea udhamana ndani, na mtu ndiye anaanza kutengeneza mtu wa nje, na mazingira yako inabadilika, na watu wanajua kweli Jesus saves, keeps and satisfies. Yani wokovu sio kuwekwa kona fulani utoki. Wokovu ni kufunguliwa kama ile punda, Yesu anapanda juu yake, unarembeshwa na pambwa, barabara zako na njia zako zinaanza kuwa baraka. Sema amina. Lakini kuna shida moja hapa. Kutokujua ndio dhambi. Mwambie mwenzako, ignorance is the worst sin. Ignorance of God's word imeweka wengine chini, imefanya wengine wamekaa kwa malaana, wanatafuta kuvunjwa malaana saa zote, and yet the word of God has set you free through Jesus Christ. You are looking for funny people to capitalize on your problems, to capitalize on what you call curses, and yet a child of God is not under curse. A child of God is not under curse. I am no longer under curse. I have been redeemed with the blood of Jesus Christ. I am blessed with the faith of Abraham. The blessing is not what you see, it's what inside coming out. Ignorance. Hosea 4:16 asema, my people are destroyed for lack of what? In other words, lack of knowledge is ignorance. Mwambie mwenzako, lack of knowledge is ignorance. Na usome vizuri, haisemi my people perish for lack of not going to church. Haisemi hivyo. You can go to any church under the sun, and if you don't know the word of God, you are still ignorant. Haisemi watu wangu wanapotea kwa sababu hawaombi. Kuna watu wanaomba ndugu na dada, lakini maandika wajui. Kuna watu kabisa wanasema ni Wakristo na wameshika sheria zote, lakini they are ignorant of the word of God. Knowledge is power. Know the word of God. Mungu anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa ya nini? Ya neno. And that's why it's good to read your Bible every day. When a preacher preaches the way I'm preaching, go back home and read what I read, if it is true. Not everything you say, amen, amen. Ingine sema hapo nitafikiria. Especially hizi makanisa za fire and power. Kudekelea watu out and in. I am here to teach you the word of God. Say amen. Hapa maandiko yanasema God is the one talking about his people. Yeye ndiye anasema my people lack knowledge. Na ndio sababu wameharibika, na ndio sababu wanaanguka, na ndio sababu wananungunika, na ndio sababu wanakuja kanisani mara moja kwa mwezi. Na ndio sababu wanafanya vile wanataka. Lakini mtu ana maarifa ya neno, na kuambia ni mwerevu. Sema ni mwerevu. Sema tena ni mwerevu. Ukisoma John chapter 8 verse 31, Yesu akahubiria Wayahudi, na baadaye akawaambiaje? Akawaambia maneno haya,
mkiendelea katika neno langu. Sasa hiyo ndio kujua maarifa. Hiyo ndio kupata maarifa. Mkiendelea katika neno langu. Sema mkiendelea katika neno langu. Mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtakuwa wanafunzi wa matendo. So the secret is here, my friends. Continue in the word of God. I say continue in the word of God. Na hii ndiyo ilitusaidia kwa msingi kweli. Kanisani hatukosi, Bible study kwa kukosi, tunafundishwa mpaka inaingia na huwezi kutoa. Neno la Mungu likiingia ni kama mbegu mzuri inazaa. Kwa hivyo Yesu akamwambia hawa Wayahudi walioamini kwamba mkiendelea katika neno langu ndipo mtakuwa wanafunzi kwa kweli kweli. Na baadaye anasema hivi, mtajua ukweli. Sema mtajua ukweli. Na ule ukweli unaojua ndio utakuweka huru. Ukweli usiojua hautakuweka huru. Knowledge is power. Ule ukweli unaojua hautakuweka huru. Wakati tulikuwa watoto wadogo, hatukujua tofauti ya mwizi na mchawi na sijui nani. Kwa hivyo tulikuwa nauliza wazazi, ni nani hapa mbaya katikati ya watatu? Ignorance. Yaani unataka kujua ni nani kabisa mbaya hapa. Sasa najua wote ni wabaya. Kwa sababu shetani ni mwizi, ni muongo, ni muuaji. Sasa naelewa. Lakini siku hizo tulikuwa natafuta tujue nani mbaya zaidi ya mwingine. Ila akitokea tujue yeye si mbaya. Lakini baada ya kujua ukweli, ule ukweli tunaojua, kwa mfano wale mnaogopa wachawi, kwa mfano kuna makabila wanaogopa uchawi. Unajua kabisa hiyo ni tera. Unajua kabisa hao watu hawana huruma, ni shetani mwenyewe incarnate. Lakini ukishaokoka na umejua ukweli, they have no power over your life. They have no authority of your life. You are covered by the blood of Jesus. You don't belong to yourself. You belong to Jesus. Instead, they should fear you. Kama vile Simon mchawi aliogopa nani? Simon mchawi aliogopa nani? Mpaka akamwambia nipe niwekee mkono na mimi nipate hiyo roho. In other words, the Holy Spirit we have is superior than the powers of darkness. Can we say amen? So if you are a child of God, born again, you should not fear the powers of darkness. You are above by the power of the Holy Ghost. No wonder Jesus said you shall receive what? Power. After the Holy Ghost has come what? Upon you. And then you shall be my witnesses. Utaweka shetani mahali para na belong. Angalia Yesu alipojaza Roho Mtakatifu, alipojaribiwa, alipotoka jangwani. Kitu cha kwanza na usome vizuri, he cast out more devils more than healing people. Akiingia kwa mikutano maroho zinalia, mapepo zinasema umekuja kututesa. Mwana wa Mungu kabla wakati wote anaziambia shut up and walk out, go out. They feared him. Satan and demons should fear a genuine child of God, born again, full of the Holy Ghost, blood-bought church. It's not time to submit to powers you don't understand. Submit to the power of the Holy Ghost. You used to fear them. But now I face them. Tena namsalamia nikiomwangalia kwa uso. Anastuka. Naambia usistuke. Greater is he who is in me than he that is in you. And that's how we should live as believers. Otherwise you'll die before your time. Which is not God's will. Utaanza kuogopa mtu alishindwa zamani. Unaanza kuogopa roho ilishindwa Calvary. Na una mkubwa na Yesu ndani yako. Unaogopa. Usiogope. God has not given us the spirit of fear, but of sound mind, but of love, and of power. Greater is who is in me than he that is in the world. Watoto wangu wadogo mmewashinda wao. Not because you pray a lot, not because you fast a lot, but you have Jesus Christ, the greater one, in you. You have the strong man in your spirit. Once you know this, it becomes so easy. Hautauza imani yako. Utaishikilia, itakupigania, itakushindania. And I want to assure you, mtu ameokoka amezaliwa mara ya pili na damu ya Yesu, shetani anamuogopa. Ni sisi tu wenyewe hatujijui. Ignorance ndio hiyo. Anasema knowledge. He's talking about knowledge about God. Knowledge about his word. Knowledge concerning his will. Wakati ujui neno la Mwenyezi Mungu, wakati ujui mapenzi ya Bwana,
Wakati hujui njia za Bwana, adui akiingia atakuchanganyisha. Na huwezi kujua njia za Bwana bila neno. Huwezi kujua mapenzi ya Mungu bila neno. Na huwezi kujua Mungu bila neno. The more I read the Bible, the more clear God becomes to me. The more I read the Bible, the more I know the ways of God. The more I read the Bible, the more I know the will of God concerning my life. There are days we used to ask people to pray for us to know the will of God. Now I know the will of God is here. And I have the Holy Spirit. I can also talk to my Father to show me what to do. Unless God wants you to go to somebody na atakwambia. Si ni kweli? Kama vile aliambia Saulo. Anania anakuja. Huyo ndiye atakubariki. Huyo ndiye atakuombea. Huyo ndiye atakupatia mwelekeo. Kuna watu Mungu anakupeleka huko wakusaidie. Lakini wanakusaidia kimaandiko. Wanakusaidia kibiblia. Sio wale unachagua, wale Mungu amekuchagulia. Jesus said, you never chose me, I chose you. So once you know this, inakusaidia kurelax na kuendelea na Yesu, kuongeza na milima na mabonde. This means your faith cannot be strong if you are ignorant of the word of God. If you are ignorant of the will of God. If you are ignorant of the ways of God. You cannot be strong. Huwezi kuwa na nguvu kama wewe haujui neno la Mwenyezi Mungu. Imani yako unailisha na hii. Sema imani inailisha na neno. Sema imani yangu inailisha na neno. Maana yake ni kusema ukishaamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lisha imani yako na neno la Mwenyezi Mungu. Imani yako haiwezi kukua kama haina neno. How does faith come? Faith comes by doing what? Hearing what? The word of God. Then how does faith grow? The same way. By hearing and by doing and by learning and by studying the word of God. You don't pray for your faith to grow. You don't pray for your faith to increase. You feed your faith. I say you feed your faith. There's no church called come here we pray for your faith to grow. It's not there in the Bible. You feed them the word of God. Mama una mtoto, unafanya mtoto kukua vipi? Unamwekelea mkono, unamuombea, si unamulisha maziwa, na unampa chakula na mazingira mazuri, si atakuwa? Mnyime chakula, usimsafishe, usimpe maji, usimpe chochote kizuri chakula, hatakuwa. Spiritually speaking, we are the children of God. We need the spiritual food. We need the Holy Spirit. We need guidance. We need protection. You need a pastor. You need a shepherd. Hapana kuwa autonomous. Ati wewe una pastor, Roho Mtakatifu ndio pastor. Tena unarusha miguu hivi, Roho Mtakatifu ndio pastor. Hauendi mbali, nakwambia. Shetani atakuhandle vizuri sana na mapepo. Anasema unaona yule hajui mamlaka ni nini. Hata Yesu alikuwa chini ya mamlaka ya baba yake. Ndio sababu alisucceed mpaka mwisho. Wewe kila mtu ni pastor yako. So your faith cannot be strong if you are ignorant of the word of God and his will and his purpose. If you want your faith to be strong, you have to do some studying. Lazima ufanye mambo ya kusoma neno. Nasema kustudy. Unajua kustudy na kusoma ni tofauti. For example, I can read this Bible. When studying, I sit down na chambua. Na chambua maandiko na compare scripture with scripture. Hiyo ndio study. Study ni kama ile tunafanya home fellowships. Hiyo ndio study. Hiyo sio reading, ni study. Mahali kila mtu anashare vile anaelewa maandiko, tunatafuta nyingine una compare mpaka unasimamisha ujumbe hivi, unaanza kuelewa ni nini Mungu anataka. So if you want your faith to be strong, you have to do something by studying and becoming knowledgeable about what? About the word. Wewe shetani akitokea hilo unasema shetani akitokea unamuonyesha nini? Si ni neno. Na umuonyeshi Biblia? Hapana. Usijokaa kama si zamani kabla hatujakomaa vizuri, unaweka Biblia chini.
unaikanyaga unasema Lord, I'm standing on your word. No, don't usichafue Biblia. Fungua Biblia. Can we say amen? Yani ni utoto, na Mungu alitusikia na utoto wetu, lakini mpaka pale anasema Marita iendangi hivyo. Hiyo Biblia ifungua hapa na ikanyaga. That you are standing on the word of God. Ignorance ni mbaya. Ama unafungua Biblia, unasoma maandiko yote unataka. Study. Na ndio sababu Bible study ni mzuri. Unapatiwa mwelekeo na mwongozo. Sasa chochote kikija unasimama according to the scriptures, according to the knowledge of the word of God. If you are sick, you know the scriptures to quote. You don't quote the scriptures of prosperity and when you are sick. When ni mgonjwa, unaquote maandiko ya prosperity. When una financial problem, unaquote maandiko ya problems za marriage. Ama unaquote kitu kingine. Hata shetani anasema na umequote hiyo nayo ni ngumu, lakini wewe ni mgonjwa. Lakini ukisema it is written, by the stripes of Jesus nimeponywa, Yesu akachukua masikitiko, yani unaisema mpaka inakuwa part of you, the devil will leave you. Maana najua there is power in the spoken word. When you speak the word of God with the boldness, he will flee. Only that which you know you can quote. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. I'm not going to live by the word ya ugali na sukuma wiki too. I am going to believe God for his word, and I know something good is going to happen. Lord, I'm going to feed my spirit with your word. Then you'll find yourself changing every day. So there are some scriptures, and most of them you must understand them very well before you quote them. For example, iye kuambia shetani na kuchukua na kutupa kwenda kwa mozo wakao na kiberiti, sio umepatiwa hiyo ruhusa. You don't have that permission. It is not there in the Bible. Hakuna. Ni Yesu atakuja kumtupa katika moto wakao na kiberiti. Usifanye kazi sio yako. Usifanye kazi sio yako. Ukisoma Ufunuo atachukua shetani na manabii zake atupe ndani ya moto wakao na kiberiti. Wewe unaanza kufanya kazi ya ziada hapa. Hata nasema tunamzungusha shetani, ndio tunamshusha juu. Sasa hiyo enda gym badala yake, enda gym ufanye mazoezi. You have not permitted to throw Satan into the lake of fire. It's only Jesus according to the scriptures. Ufunuo 21. Unaona kama ujue maandiko utafanya hivyo. Hallelujah. Lakini kitu utalinda sio shetani, utalinda imani yako. Shetani asikuje, akuje, imani yako isimame imara. Na imani yako ndio ushindi wako. Na akijua kwamba unajua neno na unasimamia neno, he will back off. He will leave. Ataondoka tu. Kuongeza na maombi na kufunga na neno si umeshinda. Hayo ndio mambo nataka ujifunze, kwamba your faith will be strong if you have done some studying or become knowledgeable about the word of God. Na John 8:31-32 imetusaidia. So faith comes by doing what? Hearing the word of God. And then it grows and multiplies by the same word. How do I become a strong preacher? It's by studying the word, reading the word, and allowing the Holy Ghost to fill my spirit. You can go to the mountain as much as you can. Without the word of God, you will come down the way you went up. Because in this case, it's the word. Bwana asifiwe, is the word. Sema ni neno. Maana Yesu alikuwa ni neno. Alienda kila mahali akitenda neno na akifundisha watu. So what you should know is this. For your faith to grow, you must grow it with the word of God. The way you got it, keep it the same. Nasema the way you got your faith, keep it the same way. Make it grow the same way. It came by hearing and reading the word of God. So keep on reading the word of God. Keep on hearing the word of God. And you'll be amazed. Your faith will be stronger and stronger. You'll be unshakable and movable. My friend, watu wanaruka juu unashindwa wanaruka kwenda wapi? Maana you are so established in the truth that you know what is right from wrong. Hata waseme COVID ya pili inakuja, haikusumbui maana una mapatano na COVID.
Kuna mambo Yesu alisema itatokea duniani, mapigo itakayokuja, it will happen. Your faith should be very strong in the Lord. Haya mambo yakija ya kupate ndani ya Yesu. Mwambie mwenzako, lisha imani yako neno. Mwambie tena. Imani hiyo kwa kufanya nini? Kwa kusikia nini? Ama kuelewa neno, na baadaye inakuwa na kuongezeka kwa same way. To read the word of God, study the word of God, hear the word of God, you will be stronger and stronger. Kukusaidia uelewe. Acts 6:7 nasemaje? Matendo ya Mitume 6:7. 6:7 inasemaje? Hii ni wakati kanisa ilikuwa na changamoto nyingi. Na baadaye wakachagua ndugu wazuri wamejaa Roho Mtakatifu, wana watu wa imani kama wakina Filipo, wakina Nikano, wakina Timoni, wakina Parmenas, wakina Nicholas, hao wote wakina Filipo. The Bible says, and when they had said, verse 6, when they said before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Then look down there. It's not only about prayer. It's not only about laying hands on people. Listen, verse 7 says, and the word of God did what? And the word of God did what? And the word of God did what? The word of God increased. Neno la Mungu likaongezeka. Unaona kanisa lijipanga vizuri, ikajua pa kuna shida, chagua watu waaminifu, wamejaa Roho Mtakatifu, wana imani washughulikie mambo ya kanisa, lakini sisi tutahubiri neno na neno la Mungu likaongezeka. Na ningependa kusema mahali neno linaongezeka, baraka zinaongezeka. Mahali neno linaongezeka, ushindi unaongezeka. Nasema mahali neno linaongezeka, mapepo yanahama, magonjwa yanahama, malaana yanahama, chochote kibaya hakiwezi kusimama where the word of God increases. And I pray today, may the word of God increase in your spirit. May the word of God increase in my life. The more it increases, the more positionally I'm in a better place. That is the church. The church is not just shouting and yelling. The church is about growth. Spiritually, financially, materially, in every way. But above all, let the word of God increase. Na mahali neno limeongezeka na kuambia mambo ni mazuri. Na ndio sababu kanisa la kwanza walipojaza Roho Mtakatifu wakawa watu wa maombi, but they capitalized on the word of God. Na ndio sababu mitume walisema tuachie kazi deacons. Kazi ya mikono, deacons wafanye kazi ya mikono. Sisi tuingie maombi na neno. Na ndio sababu kwa kila kanisa deacon afanye kazi ya deacon. Hao ndio wanapanga viti. Sio asha, ni deacons. Hao ndio wanahakikisha kila kitu ni utaratibu kwa kanisa, ni deacons. Mnaelewa? Wakati wa kugawanya chakula ni deacons. Hao walipatiwa watu waaminifu, full of the Holy Ghost na wamejaa hekima. Sasa watu wa Mungu kama sisi, kazi yetu ni Bible na maombi. Bible na maombi. Bible na maombi. Kanisa itaenda juu na itapasua. Kanisa itaenda juu na miujiza itakuwa something kawaida. Lakini sasa inakuwa shida. Washirika watakatifu wengi dunia mzima hawapati pastor wa nafasi ya kuomba na kusoma neno. Anakuja anaangalia kiti hakijawekwa vizuri, anachukua na kipanga. Anakuja mapema anapata, wazee hakuna, ndiko na hakuna, na yeye anaanza kusema sasa Mungu namna gani? That is where it's very dangerous. Where the word of God is not growing, there is a problem there. Call it a church on fire. Call it a church explosion. Kuna kitu kina explode hapo. Ni problems, ni shida, ni maradhi na magonjwa na malana tupu. But where the word of God increases, blessings inaongezeka. Sema amina. I am teaching you right. Fight for your faith. Fight for your soul. Fight for your spirit. Fight for your today. Fight for your future. Fight for your destiny. Nobody can do it for you, my friend. Nobody can do it for you. There are some things in life. It is you to carry your Bible, pray every day. It is you to make that sure that you feed your spirit with the word of God. I cannot feed for you and you cannot feed me.
And the word of God increased, and the numbers of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of priests were obedient to the faith. Where the word of God increases, people increase, and also watu wanaanza kuwa watiifu. Hiyo ndio kanisa. Acts 12:24. Acts 12:24. Tuanzie verse 19. And when Herod sought for him and found him not, he examined the keepers and commanded that they should be put to death. And they went down from Judea to Caesarea and there abode. Hii ni kanisa wakati lilikuwa nateswa. Sasa Petro amewekwa gerezani, kanisa limeomba, sasa malaika amemfungua. Kimeujiza, Herod akachukua askari akawaua. Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, and having made Blastus the king's chamberlain their friend, they desired peace, because their country was nourished by the king's country. Listen, verse 21. And upon a set day, Herod arrayed his royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. Hawa ni neighbors walikuja kwa Herode kumwappease, kumpendeza, maana walikuwa wanatoa chakula kwake. Sasa amekaa kwa kiti cha utawala. Herode ndio huyo. Angalia hapa, Herode ndio huyo. Sikiliza makosa mwanadamu anafanya, sikiliza. And the people gave a shout, saying, it is the voice of God and not of a man. Herod ametesa kanisa. Herod amekata James kichwa. Herod ameshika Petro, ameua gerezani, kesha mtoe na yeye. Lakini kimeujiza Mungu ameokoa Petro kwa sababu ya maombi ya watakatifu. Sasa mambo ikawa moto, ikachacha. Mfalme akafanya jaribio moja mbaya, akataka kujionyesha kwa watu wa Sidoni. Na wao walikuwa wanataka kumpendeza mfalme. Sio kusema walikuwa wanasema ukweli. They want to just to please him. Bila unaweza kuambia mtu you look nice, lakini ndio unasema hakuna kitu hapa. Ni vile unaweza kumaliza ibada sema Bishop, today it was hot, na ndio unasema hakuna hot hapa. Hivyo ndivyo walifanyia Herode. Wakampigia makofi, wakashangilia, haongei kama mtu, anaongea kama Mungu. Na Herode akasikia amekuwa kama Mungu. God will never share his glory with anybody. I say God will never share his glory with anybody. It doesn't matter who. Listen carefully. And immediately an angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory. Malaika wa Mungu alikuwa standby. Mwambie mwenzako malaika wa Mungu yuko standby. Na anasikia vile unafanya mambo. Mahali umpe utukufu, malaika wanakuhando. Herode kujua amekosa. Angesimama asema hapana, mimi ni mtu kama nyinyi, mimi ni mwanadamu tu, ni madaraka Mungu amenisaidia. Yeye akasema, akakubali utukufu. Na Mungu hawezi kushare utukufu na mtu yeyote. Wakina Paulo walielewa. Walipoitwa mahali fulani miungu walikataa, wakaanguka chini wakasema, jameni, sisi sio Mungu, sisi ni watu kama nyinyi. Hata wakati katika Ufunuo Yohana anaangukia malaika, anataka kumwabudu, malaika anamwambia usiniabudu, I am a servant like you. Don't ever bow to any spirit. Don't bow to anybody. Bow to the Father who art in heaven. Bow to the one who died for you. Hallelujah. I say don't bow to anybody. They are not your God. I'm not saying you don't respect. I don't say you don't honor. Lakini ile kuinama ni kama kuabudu mtu kabisa. Sasa nasema ndugu yangu, wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu. Hakuna mwingine kama wewe. Na yeye anasema endelea hivyo hivyo. Huyo mtu umemmaliza. Huyo mtu umemmaliza. Maandiko yanasema malaika kamugonga Herode, na maandiko yanasema maana kumpa Mungu utukufu, and he was eaten of worms and gave up the ghost. But, sema but, verse 24. Sema but. The word of God did what? 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 Grew and multiplied.
You cannot beat the word of God. You cannot beat a church of the word of God. You cannot beat a believer with the word of God. You can beat everybody. Lakini mtu amejaa neno, wachana na yeye. Huyo ni mtu azamiki, huyo ni mtu azambaratiki, hiyo ni bomo wezi kuzama, hiyo ni kanisa hata upige ni bure. Neno la Mungu ngaongezeka, tena lina grow na kumultiply. And may the word of God grow in your life. And may the word of God multiply in your life. And may the word of God increase in your life. Hallelujah! When God sees His word, He will bless you. When God sees His word, He will heal you. They went everywhere preaching the word, and the Lord working with them, confirming the word. Not their good preaching. I say not their good preaching. Confirming the word. And that's what I love to preach. God does not confirm our good preaching. He confirms His word. And today God will confirm His word. I say God is going to confirm His word. If you say amen, it will happen. If you say, Lord, let your word increase in my life, open the Bible, read it every day, pray without ceasing, things are going to change in your family. Things are going to change in every situation of your life. The word of God is the life changer. Where there is the word of God, there is faith. Angalia mahali neno linahubiriwa kweli kabisa. Hata watu wawe chini namna gani watainuka. Hata watu wamepigwa na malana gani, neno linapasua katikati, linavunja malana. Hata bila kuombewa. Neno la Mungu ukilisikiza vizuri, linakupatia faith ya kuwa performer. Linakupatia imani, what you could not have done, unaanza kufanya. There are things I thought in life that are impossible. But after I read my Bible with an open mind and I heard seasoned preachers, I found out it is workable. God is no respecter of persons. I say God is no respecter of persons. Akipata mahali kuna imani, utakula mema ya nchi. Akipata mahali kuna imani, atababariki. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Sema amina wa ndugu na badada. Sema amina. But the word of God did what? But the word of God did what? The word of God grew and multiplied after the death of Herod Agrippa. Hakumpa Mungu utukufu. Na Mungu akasema neno langu litaongezeka. Tena litakuwa. Na kanisa ikazidi kuwa na nguvu zaidi, ikainuka with such a power. Na maandiko yanasema wengi wakaogopa Mungu. It's only where the word of God grows and multiplies, where the God of God increases, there are miracles. Like now I can feel that presence of God here. I just can feel it. I feel like touching it because the word of God is here. When Jesus was in a certain house, Luke 5:12, as he was preaching and teaching the word, the power of God was present. The power of God is here present. Any believer, if you want a miracle, you can get it. If you want your healing, you can get it. You can rise up to the top. You can change for the best. You can increase and multiply because the word of God is increasing and growing and multiplying here. Can we shout a bigger amen? So we are talking about the word. We are not talking about you or me. We are not talking about other people. We are not talking about preachers here. We are not talking about churches here. We are talking about the word of God, which Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. And I'm behind my word to confirm it. May God find his word in your life. I say, may God find his word in your life. May he find it in your family. May you find it in your business. And may God bless you and increase you. As the word of God increases in you, barakas yonzekeske. As the word of God grows in you, may your children grow. May your business grow. As the word of God multiplies, may you multiply left and right. And a believer will say, hey, it is possible, my friend. I say it's possible. Let nobody lie to you. Hapo hitaji maombi mazito. You need the word of God to grow, increase and multiply. The word of God has power. Hebrews 4:12. The word of God is quick. The word of God is active. It can change your history. It can change your direction. It can change your family. It can change your today and your tomorrow. The word of God has power. God used this word to create the universe. He used this word to speak things into existence. The same word is here. Jesus is the word.
But how much do you love your Bible? My Bible, my Bible, I love my Bible, I read my Bible. Oh, what a wonderful treasure that God gives without measure. We are traveling together. My Bible, I say my Bible, I read my Bible, I study my Bible, I believe my Bible. Oh, what a wonderful treasure that God gave without measure. We are traveling together. Na kuambia safiri na huu utafika. Safiri na huyu utabarikiwa. Safiri na huyu utaolewa na kuoa. Safiri na huyu utapata shamba mzuri na kazi mzuri. Safiri na huyu utafanikiwa. My Bible, I read it, I study it, and I believe it, and it has brought me where I am today. This is the book. I say this is the book. This is my best friend, spiritually speaking. I read my Bible every day. I believe what it says is true, and I act on it, and it works. Let every man be a liar, and let God be true. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will not pass away. By the word of God, the heavens were created. The word of God can create a miracle for you. The word of God can create a healing for you. The word of God can make a way where it seems to be no way. There is power in the word of God. Can we say amen? Tusome maandiko ya mwisho, Acts 19. Acts chapter 19. Acts chapter 19. Kama umeipata tutaisoma pamoja. 19. Hawa ni watakatifu wa Efeso, kanisa lile Paulo alihubiri. Na baadaye kawaandikia barua akiwa katika house detention. Hii barua aliandika ya Waefeso. Ukisoma Waefeso yote, hiyo barua aliandikia kanisa hili alianza alipokuwa kwa nyumba amefungiwa, sio gereza. He was a very good writer. Ndio sababu ukisoma verse 1 inasema 19. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. Of course, anazumuza hapo. Tuende mbele kidogo. Verse 13. Then certain of the vagabonds, Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, we adjure you by Jesus whom Paul preaches. Hao ni wahubiri wa kibandia walitokea wakiona Paulo anahubiri, anatumia jina la Yesu, nao wakatokea exorcists, hao kiroho, evil spirits. And there were 7 sons of Sceva. Vijana 7 wa Sceva walikuwa na imitate Paulo, but with the wrong spirit. Walikuwa na imitate Paul, but with the wrong spirit. And sikiliza matokeo. There were 7 sons of one Sceva, a Jew, and a chief of the priests, which did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Nyinyi ni nani? Hawa ni wale walikuwa wanataka kufanya mazoezi ya kutoa mapepo, na wao wenyewe wana mapepo. Pepo haiwezi kutoa pepo, my friend.
Waliona vile Paulo anatoa mapepo na wao wakasema hata tumie jina la Paulo anatumia la Yesu. Wanakasema wewe pepo toka. Kwa yule Yesu Paulo anafanya nini? Anahubiri. Shetani usifikirie ajui mambo. Anauliza kweli Yesu namjua. Na Paulo huyo namjua. Lakini nyinyi ni nani? Maana yake ni kusema siwajui, nitawashughulikia. Na yule anajua Yesu atashughulikiwa. Atashughulikia mapepo, atayatoa. Hautashughulikiwa na malaana, utayatoa. Hautashughulikiwa na magonjwa, utayatoa. Hautashughulikiwa na roho ya umaskini, utatoa. Hawa walishughulikiwa na pepo. Mnaelewa hii mambo? And the man in whom the evil spirits was leaped on them, akabarukia, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Aibu ndio hiyo. Shetani akawashinda hawa wenye roho mbaya. Shetani akawashinda hawa wenye imani mbaya. Akama na nguvu juu yao, akabarukia, akararua nguo, akawapiga, wakapigwa mangumi, wakatoka nje uchi na wamekuwa wounded. Watu wakaona, sema hao ni watoto wa Skeva wako uchi huko nje. Watoto wa Skeva wanalia ni nini? Baadaye wakaambiwa hadithi, tulijaribu kutoa mapepo kwa jina la Yesu wa Paulo. Sikiliza hii. Maandiko yanasemaje? And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all. Sema fear fell on them all. Injili ya mitume haikuwa ya mchezo, my friend. Injili ya mitume haikuwa ya mchezo. Tukubaliane. Soma Matendo ya Mitume vizuri, tutarudi kwa drawing board vizuri. Tuangalie injili ya kweli inasababisha nini. Hapa maandiko yanasema mpaka Wayahudi Efeso wakaogopa na hofu ikawajaa. And the name of Jesus was magnified. Sema the name of Jesus was magnified. And may the name of Jesus be magnified in your life. And may the name of Jesus be magnified in your family. And may the name of Jesus be magnified wherever you are. Magnify Jesus. Hallelujah. Don't magnify the devil. Don't magnify the devil and his works, please. Lakini kwa hii Mungu anajitukuza kwamba the devil has no power over the name of Jesus and the genuine servants of God. Na wala wana pretend wataona cha mtema kuni. That's what he's saying here. Herode hivi wadudu wamekula meenda. Hapa kuna wengine wanaje pretend. Shetani akasema I will fix you squarely. Aliwa fix na akaambia na hizo nguo mtaenda huko nje vile mlizaliwa. And the Bible says, sema and many that believed, sema and many that believed came and did what? Came and did what? Came and did what? Came and confessed and telling their deeds. Watu wakaanza kutubu bila kuhubiriwa. Watu wakakuja wanapiga magoti kwa watumishi wa Mungu, wanaanza kutubu hata bila kuambiwa. Wanaanza kusema matendo yao. Wameona mambo huko, wasije wakafanywa kama watoto wa Skeva. Wakasema to repent quickly before anything goes wrong. Maybe after Skeva's sons ni sisi. Now maandiko yanasema and many who believed came confessing and telling their deeds. That is what should happen in churches now. I say that's what should happen in churches. Glory to God. The gospel is the power of God. Then verse 19 says this. Also many of those who had practiced magic brought their books. Wachawi na baganga wanaleta vitabu vyao together. They burned them in the sight of all. Wachawi wanakuja na vitabu vyao na mizembe zao na vibuyu vyao bila kuitwa, wanaleta wanamwaga hapo vitabu vya uchawi na vitu vya uchawi mbele ya watu wote, and they counted up the value of them. It totaled 50,000 pieces of silver. Shetani akapata hasara na shetani apate hasara. Na kile kitaleta hasara kwa shetani ni injili ya kweli, ni upako wa kweli, ni neno la kweli. Hallelujah.
Wapendwa, there are some things you don't struggle for. Be full of the Holy Ghost and fill your life with the word of God. Wherever you go, you will affect the society. Wherever you go, mapepo italiana kutoka na wachawi wataleta vitabu na waanguke chini watubu dhambi zao. That's why I told you from the beginning, Satan has no power. Demons have no power to a believer. That's why I said in the beginning, usiogope mtu alishindwa zamani. Paulo ndiye hao wanafurahia kuona nguvu za Mungu, na wachawi wanaleta vitabu na mali zao zote. 50,000 pieces of silver. Enda piga hesabu ujue ni pesa ngapi kwa sasa. Huduma iliongezeka, kabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Verse 20. Simama. Verse 20 simama. Nasema verse 20 simama. Na msalimie mwenzako, mwambie Yesu ni Bwana. Haya, sasa angalia hapa. Nataka usome hiyo maandiko verse 20 the best you can and the loudest you can, because God wants to hear your faith and the devil also wants to know your faith. 1, 2, 3. Hapa tena hapa tena katikati tena upande huu tena. Sasa ni hapa tena. Sasa zote 1, 2, 3. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Hallelujah. And the devil will never prevail. I say the devil will never prevail. I say sicknesses will never prevail. I say curses will never prevail. The word of God is going to grow mightily. The word of God will prevail. The devil will never prevail against us. Hallelujah. Kama vile mapepo yaliprevail kwa watoto wa Skeva, sisi shetani hawezi kuprevail upon our lives, upon our children, upon our ministry, upon our church. So the word of grew. Lord did what? Grew mightily. Sema grew mightily. Haiku grow tu hivi, grew mightily. And did what? Prevail. And I want to assure you, it is going to grow. It is going to grow. I say it's going to grow mightily, and it is going to prevail. Come what may, come rain, come sunshine, the word of God in these last days is going to grow mightily. We naenda kuona the word of God prevailing out there. Miracles are going to happen. Signs and wonders are going to happen. The creepers are going to walk. Wachawi wataokoka. Because the word of God is going to grow mightily, and it is going to prevail in the name of Jesus. And I want to say we are going to take territories for Jesus. We are going to take counties for Jesus. We are going to take nations for Jesus. The word of God increased. The word of God grew. The word of God multiplied. The word of God prevailed. God is the same yesterday, today, and forever. He never changes his word, and he will never change his will. He will never change his thoughts towards me and you. The word of God is going to grow. The word of God is going to increase and multiply, and very soon it's going to prevail over every situation. Hakuna yote atakuwa mgonjwa tena. Hakuna yote atakuwa mtu aibu tena. Ile majanga itashindwa. Ile aibu itaondoka. Ile magonjwa itaondoka. Na kuambia roho za uchawi zitawekwa chini.
And may the word of God grow in your life mightily, and may it prevail wherever you are. And I want to say you are the best for Jesus today. And you are going to grow and multiply. You are going to increase, and you are going to bear much fruit. And your fruits will remain. Now nobody will curse you. I say nobody will curse you. I say nobody will curse you. I say nobody will demoralize you. Nobody will belittle you. You are a giant of faith. I say I'm a giant of faith. We are superior in the kingdom of God. We are the children of the Most High God. Jesus is our Redeemer. Jesus is our Savior. Jesus is our King of Kings. He is the Lord of Lords. Jesus is our intercessor. Jesus is our advocate. He is our great high priest. We know the Bible says the violent take it by force. Hivyo ndivyo Skeva walifanya, walijaribu kutoa. Umeanza vizuri tena. Kurudi tena. The word of God grow and multiply. My friend, let me tell you. Hii safari ya imani unafanya vitu kwa imani. Ukipata instructor mzuri utafaulu. Ukipuuza instructor hata hiyo kwaya itaanguka. The word of God did what? Grew what? Grew what? Grew what? Grew what? And it is going to grow mightily. And after that, it's going to prevail. We have the Bible. I say we have the Bible. We have the word of God. You open it, read it, grow mightily, and let it prevail. And once it grows, hakuna janga, hakuna pepo na hakuna jibu utapata. Utakuwa unasema in the name of Jesus, mapepo inahama, inasema tutarudi tena. Malani inahama, inasema tutarudi tena. Unahama nyumba ndogo unaingia kubwa. Unahama kamutaa kadogo unaingia mtaa kubwa. Unaanza kuwa mwanamume na mwanamke wa maana. Unaanza kuwa jamaa ya maana. Na hii neno unaweza kufanikiwa. Na hii neno mnaweza kubarikiwa. Mungu akamwambia Joshua, kitabu cha sheria kisitoe kwa kinywa chako. Soma, tafakari, tena sawa ndipo. Maana yake let it grow mightily. It will prevail over every situation. Utakuwa of a good success and you shall prosper. Come what may, we are going to make it. Come what may, you are going to make it. Come what may, God is going to enlarge your boundaries and your territories. Not by might or power, it's through this word. This is the word God has given us, and we agree together we are not going to fail. Read with an open mind and make sure you see the difference. Baba, katika jina la Yesu, neno lako haliwezi kuanguka kwa mchanga mbaya. Neno lako litaanguka mahali pale litakuwa litazaa matunda. Nimewaambia neno lako liongezeke na likue na lishinde. Mahali pale malaana zimekuwa, magonjwa yamekuwa, watu wamekaa ni kama wamelaaniwa, wamekaa na roho ya uchochole, wanakaa na roho ya umaskini ni kama wamepigwa na kitu hawaelewi. Neno la Mungu liongezeke na watoke. Ile jamii itoke. Ile jamii itoke. Ile jamii itoke. Katika jina la Yesu. Baba, ninaomba siku ya leo tusaidie tusome neno lako. Liongezeke kuliko vitu vyote. Liongezeke kuliko vitu vyote. Maana likiongezeka baraka zitaongezeka. Likikua mambo itaanza kukua. Likishinda hakuna kitu tutashindwa katika maisha. Father, I just want to say thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to pray this prayer before we close. Just look at me. It's very important to know why the gospel is there. It's very important to know why Jesus died on the cross. When God appeared to Saul of Tarsus, this was the message he gave him. He told Saul of Tarsus, Acts 26:16,
But rise and stand upon your feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things that which I will appear unto thee, delivering you from the people and from the Gentiles to whom I send you now, to open their eyes, to turn them from darkness into the light, from the powers of Satan and to the power of God, that they may receive the forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. That is the work of the minister of the gospel. Any man and woman who stands before you and does not change you from darkness into the light, from the powers of darkness into the kingdom of God, who does not bring you to a place where you can ask for forgiveness and get inheritance, my friend, is not helping you. Ephesians 1:18 says this. I'm simply reminding you, wokovu sio bure. Wokovu sio kuja tu kanisani. It's much more than that. Wokovu ni lifestyle ya Kristo. Ephesians 1 verse 17. This is my prayer for you here and out there. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, say the God of our Lord Jesus Christ. The Father of who? Say the Father of glory. Say the God of my Lord Jesus Christ. Say it louder, my friends, it is yours. The Father of glory. Sio baba wa umaskini na tabu na shida. Is a Father of glory. May give me, Sema may give me the spirit of wisdom and the revelation in the knowledge of him. The eyes of my understanding may be enlightened, that I may know what is the hope of his calling and the riches of glory of his inheritance in the saints. Same, and what is exceeding greatness of his power towards me who believe. Who do what? Who do what? Do you believe? Do you believe? May you believe? Do you believe? May that power work in you. I say, may that power work in you. The Spirit who raised Jesus from the dead, may he work in you. May he make you of a good success and make you prosper. May God open the eyes of your understanding so that you may know. Kama hujajua uanze kujua kutoka leo. Kama hujaona uanze kuona kutoka leo. Kama hujapata mwelekeo, pata mwelekeo kutoka leo. You are the best for Jesus right now. And may the Father reveal his glory to you. May God surprise you. I say, may God surprise you in the name of Jesus. May God cover you with his presence from today. May the blood of Jesus speak on your life. Na Mungu amekuweka alama ya damu. Nobody will hurt you. Nobody will hurt you. I say nobody will hurt you. No devil will touch you. A believer says amen. I say no devil will touch you. I'm not saying it will not tempt you, but it will not touch you. Hakuna pepo itakuguza. You are untouchable because of the blood. Because you are in Christ. And Christ is in God. You are safe forever. Patie Bwana makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Bishop kuja maliza. Karibu hapa. Dakika mbili tatu. This is our newest bishop in town, in Christian Bible Church. And we thank God. Hallelujah. If people don't call you, you call yourself. God calls and we say amen. Hallelujah. Welcome, Bishop. Amen. We have received a powerful word. Amen. And something that has stood out from these last verses that the bishop has closed with
is the word inheritance. You know, God is a great God. He's a God of love. Amen. And him as a father, he has an inheritance for his children. Amen. So tell your neighbor, we will not end this life empty-handed. Amen. There's an inheritance for me. There's an inheritance for you. Hallelujah. And there's an inheritance for your children. Hallelujah. So just lift up your hands and thank God for that inheritance. Amen. Ask the Lord to just bring it across to you sooner than later. Amen. Amen. That the eyes of your understanding may be opened. May you see the inheritance. Praise the Lord. And it is a good inheritance. It is a godly inheritance. And it is for the children of God. Hallelujah. To them that believe, the Bible says God gave them power to become the sons of God. Hallelujah. That inheritance is for you. It is not for others. And it is an inheritance to cause you, to bring you riches and honor. And the riches of the Lord, the Bible says, do not add any sorrow. Praise the name of Jesus. Better days are here with us. Praise the Lord. Hallelujah. No more misery. Praise the name of Jesus. Oh, glory to God. He has already worked it out for you. Amen. No more struggle, no more struggle. The Lord has already worked it out. He has made a way where there seems to be no way. Praise the name of Jesus. Hallelujah. And God was just reminding me about the children of Israel. When he brought them out of the land of Egypt, it was not for them to part the Red Sea. The Lord already knew what he would do. Amen. And so God knows what he will do. He will make a way for you where there seems to be no way. You have to get to that inheritance. Hallelujah. Keep on following. Keep on believing. Keep on listening. Keep on obeying. Praise the Lord. Hallelujah. Take heed to the word of God. He has an inheritance for you. Hallelujah. God is wonderful. God is gracious and is a God of mercy. And he says he will not withhold anything good from us. Amen. Hallelujah. We really are so grateful to belong to this kingdom and to have a Father in heaven who cares about his children. Maybe your father, your earthly father, did not leave any inheritance for you. But the God of heaven has an inheritance for you. So you have a Father, amen, who cares, and he has made provision for you for everything. And Jesus told us in John 14, let not your heart be troubled. Believe in God, believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Whatever you need and whatever you lack at this present moment is awaiting you. Amen. Abraham didn't know that the ram was waiting for him on the mountain. Keep on moving. Keep on following the voice of Jesus. Keep on going to the direction that God is telling you to go. Amen. Don't look at what you lack. Hallelujah. But look to him that has told you, follow me. Amen. He has it for you. It's waiting for you. Amen. When you get there, you will see it. He will open your eyes. Hallelujah. And you will see it and you will say, this is it. And you will celebrate and you will give him glory and honor. Amen. Just say, thank you, Lord. Because you know everything about me. Hallelujah. I'm not an accident. Hallelujah. I'm not a mistake. Praise the Lord. Oh, I am a man and a woman of destiny. I am on a right course, in the right path. Oh, yes, I am on the right path. The true way, Jesus, is my shepherd and is leading me. And I will never get lost. He leads me beside the still waters and causes me to lie down in green pastures. He satisfies my mouth with good things, so that my youth is renewed like the eagles. He restores my health and my joy and my peace.
Oh, I thank you, Lord, and I bless you. Hallelujah. Be exalted and be glorified in everything. Amen.